Hatukuwa tunajuana sana. So msichana akachukua namba yangu, kanitafuta. Kaniambia tunataka tukue business shares since mimi nafanya kazi. So msichana aliniconvince, sasa mimi nikakubali. Yeye alikuwa anafanya biashara ya melo. Aliniambia unikopeshe, nikipata faida tutagawa hiyo faida. So mimi mwenyewe nilikuwa na hamu ya business, nikakubali. Mimi hata sijawahi ona faida yake akifanya. Mimi alikuwa tu ananiambia anafanya kazi. So kila siku tu ananiambia anafanya kazi. So kila siku akinikuja akiniambia ongeza pesa. Alikuwa anakuja excuse na excuse. So mimi nilikuwa nampea tu pesa. Hiyo pesa ikafika 700. Akaniambia tunataka tukutane na wewe. Nikamwambia tukutane wapi? Akaniambia nitakupitia kwa duka. Mimi nilimwambia nikuje na mtu mwingine ama, akakataa. So tulikuwa tu tunapiga story. Yeye pia alikuwa ana chat. Kumbe alikuwa anamuita hawa watu. So mimi nimeona watu wawili wakinishika tu shingo, kaanza kunichapa. Kulikuwa na soda tu kwa store. Kaniambia akakataa. So tulikuwa tu tunapiga story. Yeye pia alikuwa ana chat. Kumbe alikuwa anamuita hawa watu. So mimi nimeona watu wawili wakinishika tu shingo, kaanza kunichapa. Kulikuwa na soda tu kwa store. Kaniambia panua mdomo. Kaniweka hiyo sawdust na vitambaa. So from that wakanifunga macho, mkono na mguu. Kaniweka kwa mtungi, kanitoa, wakanipeleka mahali ingine. I need justice.